Sasa leo tunaenda kuangalia katika kitabu hiki cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Yakobo mtumwa wa Mungu wa Bwana Yesu Kristo kwa kabila 12 waliotawanyika salamu. Sasa tukiangazia leo katika hizi kabila 12 zimepatikanaje? Huu ulikuwa ni uzao wa Yakobo ambaye anazungumziwa ni Yakobo wa kile kitabu cha Mwanzo. Wakati huo tukitaka kupata histori hii tuanzie nyakati kile kitabu cha Mwanzo sura 27 pale mstari wa 42 mpaka 45, au kitabu chote cha Mwanzo sura ile ya 27 utaweza kuona histori. Sasa baada ya Esau kugundua kwamba baba yake ameweza kumpapatia baraka Yakobo ya uzaliwa wa kwanza, maana Yakobo alikuwa anaitafuta kwa muda mrefu na ikaweza kupatikana kwa namna hiyo. Kwa hiyo Esau akaazimia moyoni mwake kwamba amepanga njama ya kuweza kumuua nani? Kumuua Yakobo. Ndipo mama yake Rebeka akaamua atumie mbinu, kwa sababu wakati huo Esau alikuwa ameoa mabinti wa Kanaani na familia yake ilikuwa haijakubaliana naye yeye kuweza kuoa hao mabinti wa Kanaani. Kwa Rebeka akaona hii ni chance ya kuweza kumshawishi mume wake Isaka kwamba Yakobo inabidi arudi kule Harani kwa ndugu yake Laban aweze kujitwalia mke. Na ndipo Isaka akakubaliana na ile jambo. Yakobo akaanza safari kuelekea kule Harani. Na alipofika Harani akakutana na Laban. Laban alikuwa na mabinti wawili, alikuwa kuna alikuwa kuna Raheli na Lea. Sasa alipofika akavutiwa sana na Raheli, na Biblia inaweka wazi, inazungumzia kwamba Raheli alikuwa ni mzuri sana wa umbo, lakini pia wa uso, lakini kwa upande wa Lea alikuwa na changamoto ya macho. Maandiko yanaandika pale kwamba alikuwa ana changamoto hiyo, na Yakobo moja kwa moja akajikuta amempenda nani? Raheli. Sasa story inaanzia hapo. Yakobo walivyompenda Raheli, Laban akampa sharti, akamwambia inabidi unitumikie miaka 7. Baada ya miaka 7 nitakupatia huyu kuwa mkeo. Akatumika kwa ile miaka 7 ya mwanzoni. Alivyotumika ile siku amekabidhiwa mke, akajikuta amekabidhiwa ambaye siye, akakabidhiwa ambaye ni nani? Lea. Akati yeye alikuwa anampenda nani? Raheli. Sasa wakati huo Yakobo akaanza kulalamika, kwa nini umenipatia binti ambaye mimi sijamtaka, alafu nilimtaka hujanipatia? Laban akamjibu akamwambia kwamba katika jamii zetu huwa mambo hayaendi hivyo. Inabidi kwanza dada mtu aolewe kwanza, kama nilivyokueleza kuambia kwamba Lea alikuwa ni dada mtu, afu Raheli alikuwa ni mdogo mtu. Kwa hiyo ikabidi tena atumike kwa miaka mingine 7 ili aweze kumpata nani? Raheli. Sasa hiyo yote ni story kuja kuonyesha haya makabila 12 yalivyoweza kutokea. Wa hapo tunaona ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 29 na sura ya 30 utaweza kuona story za mabinti wa Laban ilipotokea. Na Yakobo alikuwa na wake wawili tu katika Biblia. Alikuwa na wake wawili tu, na hii ilitokea baada ya Laban kumkazia. Kuna wakati alitoroka baada ya kukaa muda mrefu, akataka kwenda kujitegemea, akatoroka na wale mabinti, na Laban alivyomkuta akamwambia usije ukaoa mabinti wengine tena. Japo katika maandiko hayo alikuwa na masulia wawili pia. Yaani alikuwa na wake wawili na masulia wawili. Kwa hiyo katika masuala mazima ya mke alikuwa na wake wawili tu, lakini masulia walikuwa ni wawili, ambao mmoja alikuwa ni mjakazi wa Raheli na mwingine alikuwa ni mjakazi wa Lea. Ilikuwaje au masulia kuja kutokea? Tunaona baada ya Lea kuolewa, alikuwa siye mke pendwa wa Yakobo. Hivyo basi Mungu akaamua atumie njia yake kufungua tumbo la Lea. Lea akapata watoto wengi kuliko Raheli. Kwa hiyo Raheli baada ya kuona lile tukio akaamua atumie mjakazi wake ili aweze kubeba ujauzito na kwa ajili ya kuweza kujipatia mtoto ambaye atakuwa ni mtoto wa urithi wake. Kwa hiyo hapa sasa ndipo hapo makabila 12 yanakuja kutokea, ambapo sasa tukianza kwa upande wa Raheli, alikuwa na mjakazi wake ambaye alikuwa ni Bilha. Lakini pia kwa upande wa Lea alikuwa na mjakazi wake ambaye anaitwa Zilpa. Sasa kwa upande wa Lea alikuwa na watoto 6 ambao ni wa kiume, lakini pia akawa na wa kike mmoja, ambaye tunaona alikuwa na mtoto anaitwa Ruben wa kwanza, Simeoni, Lawi, Yuda, Iskari, Zabuloni, lakini pia na binti mmoja ambaye anaitwa Dina. Na kwa upande wa mjakazi wa kwanza ambaye alikuwa ni Bilha, ambaye huyu pia alikuwa ni mjakazi wa Raheli, alikuwa na watoto wawili ambaye alikuwa na Dani na Naftali. Lakini pia kwa upande wa mjakazi wa Lea, baada ya kuona Lea kwamba amefikia kikomo cha kuweza kujifungua, akaamua naye pia aweze kumpatia Yakobo mjakazi wake ili aweze kuzaa naye ili ukoo uzidi kuongezeka. Akapata mtoto ambaye anaitwa Gadi na Asheri. Na kwa neema ya Mungu Raheli pia naye tumbo lake likaweza kufunguliwa, akapata watoto wawili ambaye ni Yusufu na Benjamini. Sasa hapo ukipiga hesabu hapo ndio unapata hiyo historia ya hichi kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa kwanza, kwamba kabila hizi 12 zilizogawanyika. Kwa hiyo hao ni watoto wa Yakobo. Mara baada ya kuona hayo, Mungu akubariki. Tuendelee na series ijayo, tutaweza kuona vitu vingi sana kuanzia mstari wa 2 na mistari mingine ijayo. Mungu akubariki. Amen.